Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Suleiman Jafo, amewataka wadau kwenye sekta binafsi na taasisi za umma kutoweka ugumu kwa vijana waliopo vyuoni wenye nia ya kutaka kufanya kazi katika maeneo yao ili kupata uzoefu. Waziri Jafo ameyasema hayo wakati akifungua warsha ya siku 4 ya ubiasharishaji wa utafiti na ubunifu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, huku akiwataka wadau kwenye viwanda kurahisisha masharti na kuwafungulia milango vijana kutoka vyuoni. Mada hii ya kufanya tafiti na bunifu kuwa kama biashara, mada hii ninavyoitafakari ni pana sana. Mada hii kwa kuichokoza kwake mmechokoza jambo kubwa kwa mimi mtazamo wangu, na hasa chuo hichi ni chuo cha serikali. Kama tuna tafiti hazijafanya biashara, hazijatuingizia fedha, kama kuna bunifu hazijafanya biashara, hazijatuingizia fedha, ni swali la msingi la kwanza, kwa nini? Tuna taasisi za umma ambazo zingefungua milango kuwapa vijana hao maarifa ya kuweza kujifunza. Hizi bunifu hapo tunazungumza, maana ni lazima watu wajengewe uwezo kwenda kufanya kazi vizuri. Niombe hasa ushirikiano baina ya vyuo vikuu na sekta binafsi uimarike zaidi. Na hili naomba niwaambie, tulifanye tuwe aggressive. Unajua wakati mwingine naomba niwaambie, changamoto yetu kwa wakati mwingine tuko more passive. Tuhangaike. Na ikiwezekana mkuu wa chuo, wewe tafuta watu maalumu hapa chuoni kwako. Hao wawe maalumu as resource mobilizers. Watafute fursa na hata kuengage na watu wengine. Kwa mfano hapa Kanali mstaafu amesema TEMDO. TEMDO ni taasisi ambayo inatengeneza majokofu sasa hivi ya maiti. Ni taasisi inatengeneza vitanda, ni taasisi inatengeneza kila facilities. Hapa University of Dar es Salaam mna kitengo ambacho tumeona pale ndani. Kumbe tukiingia MOU kuna mambo mengine tunafanya kwa pamoja, tunagawana share. Akitoa neno la utangulizi, Profesa Nelson Boniface, naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia utafiti mbele ya Waziri wa Viwanda na Biashara, anaeleza lengo la warsha hiyo. Na katika kufanya hivyo, chuo kila mwaka tumetenga takriban bilioni 3 kwa ajili ya kazi hiyo, lakini mahususi kabisa huwa tunatenga milioni 500 kwa ajili ya watafiti na wabunifu. Warsha hii ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kujenga mfumo shirikishi na wezeshi wa kuendeleza na kubiasharisha bidhaa za utafiti. Kama tunavyofahamu, pengo kati ya tafiti za vyuo na utekelezaji wake kwenye sekta ya viwanda na biashara ni changamoto inayohitaji ushirikiano wa dhati kati ya taasisi za elimu ya juu, sekta binafsi, serikali na wawekezaji. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba bidhaa zetu za ubunifu zinaingia sokoni, zinatengeneza ajira, zinaboresha maisha ya Watanzania na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya taifa letu. Mjadala juu ya namna ya tafiti na bunifu zinazofanywa hasa na vijana ziwe na manufaa na kibiashara ilikuwa ni sehemu muhimu ya warsha hii. UDSM inahitaji timu imara ya masoko na mauzo ambao itawanoa watafiti na wabunifu kuhusu masuala ya bei na kushirikiana na wateja. Pia maonyesho ya kibiashara zaidi ya 77 na 88 unazokafikiria GITEX Africa yanaweza kutoa jukwaa muhimu la kutengeneza bunifu za UDSM. Viko karibu na sekta binafsi. Yani vinahitaji zaidi kuwa na mekanizmu hiyo. Na lazima kuwe na mfumo ndani ya vyuo ambayo ina incentivize watu kuengage na hata ina assess ile engagement kwamba ni kiasi gani. Nashukuru hata hatua kama hii tuliyoko hapa ni namna fulani engagement. Kwa hiyo ni hatua, lakini there is a lot of room ya kuboresha. Ndio tunazungumza kwa mfano hawa innovators. Kulikuwa na training hapa ya siku kwa ajili ya commercialization and innovations. Sasa sijui kama tuna taarifa ya innovators ambao wameweza kuscale kama ya makampuni manne ambayo mimi nasema nayafahamu. Hawa walitakiwa wawe ni case studies kwa ajili ya programs kama hizi, kwa ajili ya wanafunzi. Kwa sababu hao wanafunzi tunaona wanaonyesha vitu huku, wanatakiwa wawe na mifano ya watu ambao wameweza kutoka pale walipo
wakaenda mahali wakaweza kuuza vile vitu kwa faida. Research na innovation, utafiti na ubunifu ama uvutwe na soko. Unasema demand pull, sio supply push. Supply push na ugumu. Wewe umetengeneza kitu chako, sasa unajaribu watu wakikubali. Tofauti na kwenda kuangalia hawa wana matatizo gani. Halafu yale matatizo wewe unakuja nayo jibu, na soko litakuzawadia, utapata reward kwa kusolve hiyo problem. Hiyo ni muhimu sana. Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia mwenyekiti wake Balozi Mwanaid Majal anaiomba serikali kutupia jicho katika sekta ya ubunifu, huku akisisitiza ushirikiano. Ubunifu ambao hautafika pale wenzetu wa Uganda wamefika, thank you very much, hauna thamani. Thamani ni ile kuweza kufanya jambo kwenye jamii kutokana na ubunifu unaotoka hapa chuo kikuu. Kwa hiyo ningependa nishukuru sana na kutumia fursa hii kuomba serikali, Mheshimiwa Waziri, kupitia wewe kulitazama hili kwa jicho tofauti, hasa ile kwamba tuko katika mchakato wa kutengeneza sasa, ambayo tumefikia tamati, tengeneza sasa dira yetu ya 2050. Dira ambayo ndio itakayotupeleka huko tunakotaka kwenda kwa ubunifu huu ambao tumeuona. Warsha hii imefanyika kwa siku 4, huku lengo kuu ikiwa ni ubiasharishaji wa utafiti na ubunifu. Nikiripoti kutokea Dar es Salaam, Ibrahim Mgaza, Mlimani TV, elimu kwanza.